Kwanza kabisa ningependa kusema kwa wadau, kwanza habari zenu. Leo hiki ni kipindi changu cha Rugi Podcast na niko na mrembo mmoja kwa jina anaitwa Irene. Irene, karibu sana kwenye kipindi cha Rugi Podcast. Asante, thank you so much. Ndio, karibu sana. Mada ya leo bwana, nitaka tu najua watu sisi kama binadamu tunakuwa na mahusiano na watu tofauti au na watu au na mtu, na kuna changamoto ambazo tunakuwa tunazipata upande wa mahusiano. Inamaanisha kwamba kuna wengine wanakuwa na wapenzi au mpenzi wake kwenye mji mmoja au kwenye nchi moja, au nchi mwingine anakuwa iko mbali au anakuwa mkoa tofauti. Nitaka tu kwamba hiyo ndio topic yetu ya leo, kwamba nataka nisikie, I wanna tap into your brain na wewe, kwamba au uzoefu wako au umeona nini au umeexperience nini kwenye upande wa kuwa na mahusiano ya mbali. Karibu sana Irene. Yeah. Thank you, asante. Okay, what I can say is long distance relationships zina changamoto zake of course, lakini ni vitu ambavyo vipo, and I mean maybe sasa hivi sisi tunaweza tukao tunachukulia kwamba it's a big deal, lakini because nadhani with the way the internet has brought us together, and sasa hivi ukitaka kuongea na mtu you can just make a call. Lakini what about zamani when people were in relationships, lakini unakuta yani enzi hizo bado ni barua, hamna hata simu, unajua. Lakini people found a way to make it, and to make things work. Yani kama kweli mnapendana, yani I believe yani no matter what mtajaribu tu kufanya the relationship at the end of the day ije ku work. Na kwa kipindi hiki of course pia naweza nikasema COVID ilitufanya tukawa humble kidogo. Sawa. Kwa sababu yeah, because I think kwa wengine mimi nilikuwa sure by the time COVID happened, and zile first months nani Tanzania when COVID happened, like vio vikafungwa, shule zikafungwa, like everybody had to go home. Yeah, so then that was the beginning of now a lot of FaceTimes and Zoom calls and all that. So Zoom ika kick out, yeah, exactly. So then from there on communication has been a little bit more easier, yani kwenye different types of relationships, kwa sababu ikawa kama sasa ndo this is the normal way. It's either this or nothing. Lakini mimi what I think is both partners have to be able to participate in it. It's hard, lakini it's still doable. I think it's still doable. Ni kweli, lakini ukilinganisha jinsi cultures na hivyo badilika saizi, meaning kuna Gen Z au hata kama before Gen Z, kwa sababu ukifanisha na waloko miaka ya nyuma watu walikuwa wanatumia kwa njia ya kuandika barua. Kidogo mimi naona kama walikuwa wako humble kidogo kulinganisha na sasa hivi. Sijui unaonaje kwamba mimi naona kama kwa sasa hivi kuna ile una so much option kwa sasa hivi ya ku interact na watu compare na zamani. Sasa je, kwa sasa hivi na kwa generation na access tulionayo sasa hivi, najua umesema two party has to be wawe kwenye on the same page, lakini kuna changamoto gani nyingine utajuaje kama mwenzako yuko kwenye same page na wewe, ili muweze na wewe uwe kama encourage kuendelea na haya mahusiano? Unajuaje yani, au utaona nini tofauti ambacho kinaweza kukusaidia? I mean labda ni kwa mfano ni kuhusu labda trust issues ama okay, hiyo moja hiyo kitu. Sasa unajuaje kwamba mwenzangu anajaribu na mimi najaribu? I mean effort inaonekana, unajua yani tofauti na maneno, like if somebody is trying to make an effort, kwa mfano let's say you are long distance ambayo labda ni in different countries sasa. Sawa, ndio. Yeah, unakuta labda kwa mfano kama wewe labda
hivyo kwa Marekani, lakini una mtu ambaye uko na relationship naye labda yuko nchi ambayo wewe uko ni asubuhi kwao, yani ndo usiku wa manane, umeona? Kwa yani unakuta mtu ana make the effort kwamba anata kama it's late at night, lakini ana stay up just to make sure kwamba you guys have talked ile early in the morning wewe unavoamka. Na unakuta yani, and you do the vice versa for the other person. Kwa nadhani that is also part of the efforts, lakini other than that unakuta yani bado still we have things like DHL and stuff. Kwa yani hata mtu kwa mfano maybe it's your birthday, mtu anajaribu kupambana kwamba okay, a present, yani present ambayo alikuwa ana intend kufikia basi itakufikia. Kwa I think utandawazi umesaidia one way or another to shorten the feeling ya hiyo distance. So it's basically how watu wanavotumia hiyo opportunity ku make sure kwamba they still stay close and the love is still there. Na upande wa trust, yani unajua kwa sababu every imagine saizi labda wao ndio naenda kulala. Haya, mimi labda ndio niko huku ndio kwanza kumekucha. Mimi najua kama umeenda kulala. Unaweza kusema umeenda kulala, alafu ndio kwanza kutoka hapo naenda kwenye viwanja. Unapiga viwanja, unapiga mambo yako. Hapo inakuja hiyo issue. Yani maybe with trust issues, whether mtu yuko mbali ama yani hata kama kwa mfano sasa hivi niko Mikocheni, alafu whoever I'm dating yupo labda Kigamboni labda, right? It's kuna ka distance flani, lakini it means I can still tell him kwamba mimi ndo naenda kulala, umeona, na bado nikaenda nikafanya kitu kingine. Kwa yani no matter the distance, if somebody is going to lie and all that, any hivyo vitu vipo. Sasa with trust, any trust is like any walking without knowing kwamba hapa kuna njia ama hamna njia. Lakini you walk regardless kwa sababu you trust this person kwamba there's no way atanifanya nikatembea sehemu ambapo nitaanguka or anything. Kwa it's not really the presence of evidence kwamba yes kweli amelala, I'm sure of this. No, you just have to like trust it in your heart kwamba bwana huyu mtu hawezi kunifanyia kitu. Lakini unadili vipi na trust? Sasa okay, tunaongea kuna wanawake ambao ni rahisi, yani wagumu kumwamini mtu na yote inatokana labda na past experience au wanaume. Sasa unawezaje kwa sasa mtu anakuambia bana siku hizi tuna iPhone au kila mtu mtu anataka anaanza kutoka kwamba baba akutrack. Wewe yani kwa upande wako sasa lazima mimi niko zangu Kigoma, mtu anaona mimi au niko Dodoma, anaona bwana hebu nipe nini mnaita hiyo whatever na kutrack kwenye iPhone. Wewe utajisikiaje hapo? Utajisikia kwamba huyu mtu aniamini au utafeel upate mtu anataka kunicontrol maisha yangu au inakuwaje hapo? Au umeshakuwa kwenye mazingira kama hayo mtu akataka kwamba awe na kutrack kiaina? That has happened to me before. Yani kitu imetokea and sijui nisemaje but yani kuna situations where if you are kwa sababu kweli inatokea kwamba kuna watu wameumizwa kwenye relationships walizotoka, kwa hiyo you can't really blame them. Yani this person is still a bit traumatized and inakuwa ni ngumu yeye kutrust hata kama yani you are 100% of course maybe loyal. Lakini you can't really anyways ukambadilisha in a matter of seconds. Unajua. Sasa niseme tu that's a tough one. Kutrakiana kama mkikubaliana kwamba bwana this is how we're going to be comfortable, because I think I've met a couple before ambao yani wao wamekiana tracking kwenye magari and all that, lakini unakuta mtu anapaki gari sehemu ambapo anamwambia yeye yupo, lakini anachukua Uber anasema
hiyo nimeona hata huku ya hiyo nimeona huku. Sorry to interrupt. Yani nimeona huku mtu anakwenda anapaki tena anaenda anapaki kwenye labda Walmart. Anapaki Walmart kwenye supermarket. Huko anakuja mshikaji anamchukua wana disappear. Whatever masaa amefika anamrudisha anaingia kwenye gari anaondoka anaenda kivyake. Mungu wangu. So yani mtu kama anataka kucheat atakucheat tu. Yani there's no way you can control it. Yani kama unamtrack sijui hivyo, yani utajisuuza tu moyo kwamba yes I'm comfortable, lakini mtu akiamua kucheat yani atatafuta jinsi ya kucheat hata kama unamtrack. Kwa hiyo at the end of the day yani ndo maana nimesema it's any love and all that, it's just about yani trusting even if you're blinded. Yani hata kama uone mbele. Otherwise utateseka utashinda hata. Lakini okay, so let's assume kwamba umekuwa kwenye mahusiano mtu kakudanka cheat. Alafu bado unataka uyarekebishe mahusiano. Alafu bado kuna distance. Unadeal vipi na hiyo distance na hiyo situation kama hiyo? Maana kwanza kabisa umeshatendwa na huyo mtu. Mbili bado yuko mbali. Inakuwaje hapo? Yani hapo unadili nao vipi hapo? Situation, yani mwisho wa siku sijui nisema. Naona kama vile mtu akizingua. Sawa. Of course it's up to them kumfanya mwenzake I feel comfortable sasa kwamba okay, either I'm sorry ama labda misunderstand ilikuwa sio hivi ni hivi na hivi, lakini kama sasa umekubali kwamba yes nimekosea nisamehe, lakini labda nilipitiwa and all that, sasa kuanzia hapo labda ndio unaweza kukuta yani you just have to be extra careful. Yani kwamba usimsababishe tena mtu sababu, kwa sababu sasa hivi tayari ameshakuwa kwenye feeling ambayo anakuwa insecure. Kwa yani you have to just make sure kwamba akipigia at least yani make sure like you are available. If you can't pick up the call, at least text them kwamba okay sorry I'm a bit I'm in the middle of something, nitakurudia. Yani ili naye I feel comfortable and try to be more be the one ambaye sasa una push the communication because wewe ndo umezingua. So you have to mend things. The guilt Kwa yani inabidi at least to push sasa ili yani wewe unabidi sasa umfanye huyu mtu I feel like okay it's worth it hata kwamba nimemsamehe, lakini I can see kwamba ana make an effort to make things better. Na kwa upande wako unaona watu trust inakuwa doesn't matter how age uko kwenye umri gani, au ukiwa mdogo sana ndio hivi au ukiwa mtu mzima sana, yani what's your experience au umeobserve nini kwenye upande wa nani wa trust? Mimi naona factors ni nyingi sana. Factor ya kwanza ni hiyo your past, experience nini. Kwa if you've been cheated before, it's not really easy for you to trust again. Alafu cha pili nisema tu labda ni mtu mwenyewe anakupa vibe gani. Unajua. Cause let's say mtu mko mmeongea the whole day, right? Alafu aka disappear out of nowhere for hours, kuanzia labda saa 3 usiku labda. Anakuja kutext kesho saa 6 mchana. Like afa anakuambia labda simu yangu ilizima and all that. Umeme ulikatika. Umeme ulikatika. Yani kwa kuna hivyo vitu ukianza kumwonyesha mtu hivyo viashiria, like if they come and go like every now and then, inakuwa tena ngumu mtu kutrust 100%. Alafu maybe another thing ni kuna factors zingine ambazo yani unakuta if somebody has a lot of freedom with their time, kama mtu akona muda sana, ni easy mtu overthink. Tofauti na mtu akiwa yuko labda occupied na kazi na vitu vingine, inakuwa very hard for them to be like constantly wanting to talk to you all the time. Kwa hiyo
Yeah, I think that is also another factor, and age also maybe, because mda mwingine unakuta labda maybe you're dating a slightly older person, labda anakuwa insecure based on things like labda yanaona kavile you would be still labda utakuwa interested na youngins wenzako. Bora kwa kuna factors nyingi zinakuwa zinasababisha mtu anakosa hiyo trust. To add your point, lakini swala yani kama mkiwa watu kwa wiki kwenye mahusiano, kwa kweli nimeona nimeshaona mtu anatendwa yani wakati wanakaa nyumba moja, meaning yes long distance inachangia sana, lakini nimeona mtu yani msichana mdada anafanya kazi hospitalini, anamwambia ana mtu wake kazini ana date naye huko, ana mme yuko nyumbani, lakini at the same time akifika nyumbani anamwambia, anaweza kumwambia oh honey naenda kufanya shopping ya chakula. Bwana yake anamwambia oh of course nenda, labda anamkatia hela, lakini yule kumbe yule anamwambia mshikaji wake anamtumia hela yule jamaa, anamwambia yule nenda kafanye shopping ya chakula, anampa list ya vitu, kamtumia na hela. Yule jamaa anaenda anafanya shopping, anakuja naye nyumbani kwake, afu msana anaenda kwenye nyumba yule mshikaji, kwa ana spend 1 hour 2 hours whatever, afu shopping tayari iko pale. Ule muda wa kwenda kufanya shopping jamaa alishafanya, alikuwa proactive. Kwa shopping anaikuta iko pale, wanamaliza shughuli zao, afu anachukua shopping yake, ametoka kufanya shopping ya chakula. Kwa hiyo yani nice nikasema yani, lakini anyway, kwa hiyo kwa ufupi ngaona hiyo kama ninavyosema kwamba hakuna utofauti wote, yani it doesn't matter long distance short distance, you know, bado yani mtu akiamua kufanya jambo lake atafanya tu, atafanya ni kweli kabisa. Mwisho wa siku ni efforts tu za pande zote mbili. Ni kweli. Ayo nimefly sana sasa. Hii topic hili itabidi tuipe changamoto zaidi, tuendelee kuongea tena. Mimi naona kwa siku leo tunataka tukaishia hapa. Alafu swali moja lakini please. Wameuliza maswali mengi yani. I know, right? So, okay. So I know you've been living in the States for quite some time. That's right. And I don't know, either you've experienced this ama any other person experienced this. Lakini sasa what's your perception wewe mwenyewe on long distance relationship, especially kwa mfano kama wewe uko nje alafu labda mwanamke anakuwa yupo huko nyumbani Tanzania? Yani kwanza ni mtihani, na ni mtihani mkubwa kwa sababu nimekuwepo kwenye mazingira yote hayo, kwamba mtu labda yuko nyumbani, mimi niko huku. Kwanza kama ulivyosema swala la muda, hiyo effort, kwa sababu unaweza kumtafuta mtu yuko kazini, au kampigia mtu anakwambia yuko meeting, inabidi usubiri atoke. By the time yeye akitoka wewe umeshaingia nawe kwenye meeting au kwenye kazi. Kwa hiyo kama unavyosema effort lazima ziwepo zote mbili. Unamwona mwenzako ana make effort na una make effort, kidogo mnaweza mkacompromise. Lakini ile swala la imefika weekend au unakabia weekend unamtafuta mtu mpati, au imetokea sijui pressure, na ndio maana unakuta yani ni pressure kubwa sana, kwa sababu ndio maana unakuta na hiyo inaweka both side, kwamba kwake yeye anaweza akanipigia mimi au akanisheke mimi kweli nimeenda kula bata, lakini yeye anavyoongelea anaona yani huyu ameenda kula bata huko, labda unaweza hata uombe umeenda kula bata kwa bahati nzuri, au mbaya umempigia hata picha, labda msao unataka nikuone tu, anakuta umeulamba. Anaona yani, kwa unashangaa yani mtu ukifika anakuambia ukifika nipigie simu, au kirudi nipigie simu, kwa unajua tu hapa, au yeye anaamua kwenda, anatoka anaenda hapa kwenye harusi, nitumie picha. Yani unaangalia yani ile kitu yangu iko nimependeza namna hiyo. The jealousy bado iko pale, yani iko pale. Yani unaangalia unasema yani hapa inakuaje? Yani umependeza namna hii, hujaomba na namba. Alafu nadhani frustration inakuwa kubwa zaidi, kwa sababu yani you are 1000 miles away. Oh yeah. Yani tofauti na mtu ukiwa
Kigamboni mtu anaweza kaamua tunatokea hapo kama kisawaki. Bana mtu huyo hapa inakuwa hapa. Tiani. Yaani kwa kweli kwa mimi uzoefu wangu ni shida. Na wakati mwingine mpaka unafika kipindi unasema why, kwa nini am I suffer? Yaani kwa nini sitafute kitu yangu tu jirani hapa ikawa maisha yakaendelea. Lakini sio unakuta ndio hivyo, yani upande wa mahusiano hayachagui mtu yuko wapi. Sasa unakuta ndio hiyo. Sasa wakati mwingine anaamua mwingine mimi nimeshaona mtu anaondoka. Nimeona hiyo niona ni Uingereza, mtu aliondoka sababu ya mahusiano, akawa anajaribu kumleta mwanamke, ila akaamua kumfuata mwanamke. Guess what, amefuata mwanamke, akaamua kusettle nyumbani. Wakati anafanya huo utaratibu, amemfuata wapi? Nyumbani Tanzania kutoka Europe. Akamfuata mwanamke. Kumfuata mwanamke throughout kwenye hiyo, katika hicho kipindi alikuwa na temporary resident. Akapitiliza kipindi cha kukaa Tanzania. Kwa mfano, temporary unaweza kukaa miezi 6. Yeye akaenda akakaa miezi 8. Akaamua kurudi, anataka kurudi, wakamkatalia kurudi. Kwa hiyo ikabidi abaki nyumbani. Guess what? Yule mama baada ya miaka 2 kadhaa mahusiano yakaisha. Lakini ameshachukua riski, amekuja, alikuwa na temporary, alinogewa, wale alichokuwa anapewa katika hiyo miezi akaamua kuzidisha, akizani wazungu watamsamehe. Ikawa kwake. Unaona, kwa hiyo mi personal ngumu sana. Ni ngumu kuwa na mtu mbali yani ni afadhali kama ikifika muda ni afadhali kama either umlete au ndo uamue uende, lakini it's a problem. It's trust issue. Na mimi ninapoangalia ni kuna it doesn't matter umri gani, mtu yote tu mali kama kweli uko kwenye mapenzi au mahusiano, I say ni ngumu sana. Ni ngumu kwa long distance. Na vile kingine ambacho nataka kuongezea, temptation. Sasa na sisi unasema wanawake kwamba eti you mnaenda vizuri temptation kuliko wanaume. Kwa mimi I don't know if that's true or false, but naongelea sasa temptation is so hard to avoid temptation ukata ukiwa kwenye mahusiano na kama mko mbali, kwa sababu kuna vitu vingi sana vinaweza vikatokea hapo katikati. Kwa hiyo inataka kweli watu wawili mwe on the same page, but that's a story for another day, I guess. Alafu another thing, kuna this sijui niseme ni, but there's this belief ambao labda inawezekana tunayo. Unajua ukiwa unakuwa kuna story unaangalia Cinderella alikuwa kwenye maisha fulani hivi magumu, lakini baadaye Prince Charming anakuja, anamuokoa, anaenda kwenye castle, anakuwa princess. Unajua hivyo ukiangalia Snow White story ni almost hiyo. Unaona, anakuja anasaidiwa na a man comes to save the day. Unaona, so I feel like most of us, sababu tumeangalia hizi story tukiwa wadogo, bado tunakuwa na ile mentality ya kwamba if you are facing any, kama una maisha fulani hivi yanaweza yasiwe magumu, lakini uko una maisha fulani hivi ambayo you wish of course to be somewhere better than that, then probability of you getting there, mwanaume anaweza akakuleta kwenye maisha. Have you ever faced that kwamba somebody labda yuko huko lakini anategemea ni vitu vikubwa zaidi kutoka kwa sababu especially you're coming from a different, like you're living in a different country and all that? Yes, sasa hiyo is such a broad, lakini nimeona kuna mtu mwingine anaweza akadhani kwamba kuwepo huku kuna mteremko wa maisha kaina fulani, meaning anaweza kawa na demand vitu vingi kwa kutokea huku. Kwa hiyo anaweza kademand kwa sometime inabidi na kibaya ambacho kama inaweza kwa mwanaume sana, una mahusiano yako nyumbani, labda wewe ndio umependa zaidi,
Kwa hiyo unajikuta you work extra kutaka kufanya nini, kuprovide upande wa pili. Hiyo moja. So you overdo it. Yeah. At the same time, kama ungekuwa unamuonyesha reality au kujisi ilivyo, kidogo inakuwa ni afadhali kumwambia sina hela au siwezi nikatuma saizi, anaweza akakuelewa. Lakini sasa kama ukiangalia unaona labda ndio mnaita nini, demo ndio msupu sijui au mtoto, ukiangalia sasa huyu nisipo provide this much, yeah, ni rahisi kwa mtu mwingine kibongo akaja akakuzidi speed. Kwa hiyo unakuta kama hakuna hiyo balance utaumia, unaona. Lakini kama kuna balance hiyo, na kama mtu mwenyewe sio mtu wa tamaa, inakuwa poa. Lakini kama unataka kufeed his tamaa yake, then it's a big problem, kwa sababu then you're gonna find yourself kwamba unafanya yani unapush so much au unapoteza muda mwingi kumtaka umweke mtu happy, at the same time you go out of your way too much, alafu you might not even get the results. Hiyo kwa mimi ninavyoangalia mimi. Lakini kama ni vice versa, nayo vile kwa mtu anaweza huyo, kama ni mtoto wa kike anaweza kaangalia kwa mwanaume ambaye yuko huku, same thing. Yani it's a tricky situation. It's a tricky, but that's Leo Matu say. What about you? What do you think? Naweza tu nikasema kwamba I don't know, the mentality is there kwa sababu and it's not like, yani mwisho wa siku mimi na blame society kwamba hata mtoto wa kike ukiwa bado mdogo, alafu labda una kakako ataletewa magari, bunduki, ila utaletewa mtoto kale kadiri like a baby doll, yeah, so eventually kwanzia uko mdogo unaanza yani kuna vitu ambavyo tunaanza kuwekewa akilini mwetu kwanzia tuko wadogo, kufeed, unaona. That ultimately hata ukiwa mkubwa, yani you start having these thoughts kwamba a man is supposed to do 1 2 3, which is not bad. I mean, it's good to have a man who provides for you na nini, lakini it's also good to understand kwamba it's not gonna happen 100% of the times, and you also have to be, amna kitu kizuri kama independence, like being able to provide for yourself. Your man should just spoil you if he can and support you whenever he can, but you should be able to, you should not be like breathing on an oxygen tank waiting for life support. That's another topic actually, kwa sababu as you can understand, yani that one I think we can explore a little bit more on that one. Una swali lingine lolote kwa upande wako? No, I think you good? Mi kama nilivyosema, yani as I said before, kwanza ningependa kushukuru kupata muda. Najua nyumbani saizi ni usiku, lakini tumeweza kuconnect, and I'm sure we can do this a little bit more, and I think we can do more. Na long distance sio relationships to the evil, like lovers. Kama hivi friendship. Hata kama hivi friendship. You make time, work. There we go. You see, ingaja wakati kuna kweli mimi unapiga miayo kidogo hivi, lakini time umeona. So salute, man. I appreciate that. Thanks for your time. And let's do it again. Thank you so much. Yeah? Absolutely. Okay, cheers. All right.